Jambo ndugu msikilizaji na mtazamaji, karibu katika makala ya Anza na Bwana. Anza na Bwana ama Rauka na Bwana ni mpangilio unaoletwa kila siku ya juma ndani ya AGR. Leo ningependa kuzungumzia jambo moja tu kutoka katika kitabu cha Ruth mstari wa kwanza na aya ya kwanza. Ningependa kuzungumzia mambo mawili kutokana na hili fungu. Biblia inasema, now it came to pass in the days when the judges ruled that there was a famine in the land. And a certain man of Bethlehem, Judah, went to dwell in the country of Moab, he and his wife and his 2 sons. Mpendo, umesikia kulikuwa na janga ambalo limetokea. Watu njaa iliweza kutokea. Lakini wakati huu tunaozungumza inasema in the days when the judges ruled. Kwa hivyo this account begins in the closing days of the judges, ambapo tunaambiwa ni karibu ya kati ya miaka 400 ambapo kulikuwa na anarchy, kulikuwa na oppression. Watu walikuwa wanasumbuliwa sana na watu walikuwa wanatendewa unyama, watu hawakuwa wanatendewa mema. Kwa hivyo mambo mengine tunayozungumzia hapa ni kwamba ni wakati ambapo waamuzi walikuwa wanafanya kazi. Yaani ikiwa watu wamekosana, watu wanakaa pamoja, lakini muamuzi anakuja kati yao ndiposa anazungumza. Lakini hilo sio jambo ndiposa anaweza kusuluhisha hilo jambo ambalo linawakanganya hawa watu wawili ama watatu ama baina ya hao watu. Lakini kuna jambo ambalo ningependa kuzungumzia katika sehemu ya pili katika fungu hili la kwanza katika kitabu cha Ruth. Nayo inasema kwamba a certain man of Bethlehem, yani mwanaume mmoja kutoka Bethlehem. Sasa hebu tujiulize, Bethlehem ni mji unaopatikana katika sehemu ya Yuda. Na Yuda ni sehemu ya Israel ambayo ni nchi ya Mungu. Hawa unaposikia jina ama neno Israel ni jina linaloashiria watu ambao ni wa Mungu. Na katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati tunapozungumzia watu wa Mungu, kuna maagano ambayo Mungu ameyafanya na watu wake. Jambo la kwanza alisema kwamba ikiwa watamtii Mwenyezi Mungu, basi watakaponenda, wanapotoka, wanapoingia watakuwa wamebarikiwa na watakuwa wameshipa kila wakati, watakuwa na njaa na watakuwa na mambo mengi kwa sababu wao ni watu wa Mungu. Sasa tunazungumzia Bethlehem ambapo ni mji wa Mungu, wana wa Mungu ambao wanastahili kufanya kila jambo kwa kumshukuru Mungu. Lakini hapa tumeambiwa nini? Njaa ikaingia katika mji wa Bethlehem ambayo ni ya Yuda. Njaa ikaingia katika mji wa Bwana. Watu wa Bwana wakaingiwa na njaa. Ni nini kinaweza kufanya watu wa Mungu wawe na njaa? Ni nini kinaweza kufanya watu wa Mungu wapate maafa na mambo kama hayo yaweze kuwajia? Ni kwa sababu ya kuvunja agano na Mungu. Kwa sababu Deuteronomy chapter 28 anasema usipotii basi haya yatafuata. Nchi yako haitaona chakula na mambo kama haya yatafuata. Kwa hivyo tunajibu kwamba hawakuamini. Hawa watu walimkosea Mungu, ndiposa njaa ikaweza kuingia. Basi mwanaume mmoja ambaye anatoka Bethlehem akaamua kuondoka kutoka nchi ya Mungu. Kwa nini? Kwa sababu njaa imekuja. Sasa hapa ni kawaida ya mwanamume kutoka nje na kwenda kutafuta kulingana na desturi na mila zenu. Lakini Biblia kuna mahali pengine anasema mwanamke, katika kitabu cha Methali, mwanamke ambaye ni mwenye busara anaamuka asubuhi na huenda nchi za mbali kuja kutafutia familia yake. Kwa hivyo kumaanisha it depends on where you come from, lakini ni kawaida ya wanaume kuondoka moja kwa moja kwenda kutafuta maankuli, kwenda kutafuta chakula wakati ambao wameishiwa. Kwa hivyo huyu jamaa alionekana ni mtu mwepesi na ni mtu mwenye nguvu na ni mtu ambaye anajali familia yake, ili hali anaamuka kutoka Bethlehem ili aweze kuondoka kwenda nchi ya Moabu ili aweze kutafutia familia yake. Lakini sivyo vile ambavyo tunadhani. Moabu ilikuwa ni nchi ya watu ambao
kwa mabana hawakuwa watu wa Mungu, yani wanastahili kuwa watu wa dunia, watu ambao tabia yao si njema sana, watu ambao wanamkera Mungu, watu ambao hawakumcha Mungu hata hawakumjua Mungu. Kwa hivyo Moabu ni mji ambao ulikuwa na mambo ambayo yanamkera Mungu. Kila jambo baya lilikuwa linatendeka kule, na ni siku unaambiwa ambazo waamuzi walikuwa wamewekwa. Na ikiwa unasikia kwamba muamuzi ameweka kati ya watu, ni kwa sababu watu hawawezi kuelewana katu, ndiposa tunatafuta mtu wa pili, mtu wa tatu, ili aweze kuleta suluhu baadhi ama baina ya watu ambao wanakosana. Sasa jambo ambalo nasungumzia hapa ni wakati ambapo kunaonekana kana kwamba kumeishiwa, ndiposa huyu jamaa akatoka moja kwa moja kwenda Moabu. A famine in the land. Therefore, a famine in the land hapa inamaanisha kwamba Israel as a nation ilikuwa imemkosea Mungu, ndiposa hii famine ikaweza kuingia. Lakini sasa unamuona huyu jamaa anaitwa Elimeleki. Katika mstari wa pili anasema the name of the man was Elimelek, and the name of his wife was Naomi. And the names of his two sons were Mahalon and Kilion, Ephrathites of Bethlehem, Judah. And they went to the country of Moab and they remained there. Then Elimelech, Naomi's husband, died. And sitaki kuendelea kutoka hapo, tutaanzia hapo siku nyingine. Lakini jambo nilikuwa nataka kusema ni kwamba huyu jamaa ametoka sio peke yake, na familia yake wametoka ili waweze kuelekea kule Moabu kutafuta chakula. Sasa hii inaashiria marafiki wengi ambao wakati mwingine ambapo umeishiwa kabisa na wanakutoroka. Wakati ambapo uko na vitu, wakati ambapo you have plenty, watu hawataki kuwa pamoja nawe. Watu hawataki kuwa karibu pamoja nawe. Watu hawataki kuishi hapa nyumbani kwa sababu wako na labda wanaona umeishiwa vile ambavyo ulikuwa navyo sasa huna. Watu wanakutoroka. Sasa huyu jamaa yeye anatoka nyumbani, anaacha wengine bila kufikiria hata namna anaenda kutafutia familia yake. Ni vema kabisa, lakini hebu angalia, kuna watu wengine ambao ni watu wa Mungu wamekaa hapa, na labda swala anaweza kujiuliza, hawa ni watu wa Mungu? There was no sharing. Yes, there was famine in the land. Hakuna mtu hata mmoja kwa wana wa Mungu ambaye alikuwa ameweka akiba ya chakula ambaye angeweza kusaidia watu wengine wakati kama huu. Ndiposa huyu jamaa na familia yake kaondoka moja kwa moja kutoka Bethlehem kuelekea Moabu, kuelekea kule ambapo watu hawawezi, watu hawamchi Mungu, watu ambao hawamwogopi Mungu, watu ambao wanamdhihaki Mungu kwa njia moja ama nyingine katika maisha yao, yale ambayo wanayofanya. Sasa basi huyu jamaa anaondoka mbeleni, anaondoka katika uso wa Mungu, anaondoka kutoka jamii ya Mungu, kisha anaenda jamii ya kidunia ili kutafuta. Ni vile ambavyo watu wanakuja kanisani wakati mwingine wakifikiria kana kwamba watapata furaha. Vile watu ambao wanakuja katika familia ya Mungu wanafikiria kana kwamba hapa ni karaha tu, raha mstarehe. Lakini Paulo ananiambia, if you really want to live a Christian, a godly life, you must suffer persecution. Na mtu anakuja siku moja, siku ya pili fulani amenisengenya, anatoroka. Kwa hivyo hili jambo nimejifunza kutoka kitabu cha Ruth ni kwamba kuna wakati ambapo utaishiwa kabisa, hata kama uko katika mbele ya Mungu, hata kama uko katika jamii ya Mungu, kuna wakati ambapo utaishiwa. Lakini ni heri kwamba wana walio wa Mungu waweze kuweka akiba ya kutosha, ili mmoja wao asije akaondoka kwenda kutafuta kule nje ambapo akustahili aende kutafuta chakula kule nje. Watu wasitoke kule nje. Mwingine alikuwa nikihubiri mahali pengine, jamaa mwingine alikuwa ananiambia, kwa hivyo ni vema vijana wabaki kanisani, watafute wachumba kanisani. Ndivyo hakuna haja ya kwenda kule nje kutafuta watu, kwa sababu which connection iko baina ya nuru na giza, hakuna. So it means that God's people must stick together and seek that which belongs to them, because they belong to God. Wakati ambapo mwenzenu ameishiwa, acha kumuacha ili aende kutafuta kule nje. Ikiwa ni wakati kama huu wa janga limetujia, acha kuacha watu wengine wanaenda kutafuta kwingine, ndiposa wanaishia kule, wanafia kule, wanapoteza maisha yao ya kidunia na hata maisha ya milele, kwa sababu
Mungu, wametoka mbeleni pa Mungu. Kutoka Bethlehem ni kutoka machoni pa Mungu. Kutoka Bethlehem ni kutoka mbele ya wana wa Mungu. Kutoka Bethlehem ni kumkimbia Mungu kwa sababu yeye ni kana kwamba he cannot provide. So you want to go and provide for yourself in the land that does not belong to God. Kwa hivyo inamaanisha kwamba wana wa Mungu hawawezi kukukimu. Ndipo sawana mwingine anasema mimi kanisani siji kabisa. Lazima nitoka nje niende kutafuta kwanza. Kama ni masomo, wakati huo unaenda shuleni, hakuna siku utaenda kanisani hata moja. Wakati unatafuta kazi, kabla before you stabilize, hakuna haja ya kuja kanisani kwa sababu bado unatafuta. Tunataka kujitafutia, tutoke machoni pa Mungu, tuende kujitafutia. Najua kwamba umenipata asubuhi ya leo, jioni ama mchana wa leo. Ni vema kukaa katika nyumbani mwa Bwana. Daudi anasema, nilifurahi waliponiambia tuende nyumbani mwa Bwana. So it is one of the best things that you decisions that you can make in life, ili uweze kukaa machoni pa Mungu, ili uweze kukaa mbeleni nyumbani mwa Mungu. Usije ukatoroka. Ukiona wenzio wameishiwa, acha kutoroka ukasema hawa hawana kitu. Ukiona familia yako imeishiwa, acha kutoroka useme hawana kitu, uende kutafuta kwingineko. Kuna yale ambayo familia yako haiwezi kuwa nayo. Labda familia ya mwingine iko na gari, familia nyingine iko na mansionette. Vile ambavyo watu wanavyo, haimaanishi kwamba sisi lazima nazi tuwe navyo ndiposa maisha yetu yaweze kuwa makamilifu. La sivyo. Kila mtu amebarikiwa kivyake, na kila mtu anaweza kujimudu na kujikimu kivyake. Lakini kuna ile hali ya wana wa Mungu kukaa pamoja na kusaidiana wakati wa dhiki na wakati wa faraja. Makanisa mengine wakati kama huu wanapeana relief package. Wanasema Wakristo wenzangu, kuja siku ya Jumatano tuwape chakula, tuwape labda nguo, tuwape fedha za kulipia rent, kwa sababu janga hili limewakumba wengi. Lakini inakuwa ni bahati mbaya kwamba kuna makanisa mengine wakati kama huu yanaendelea kuambia unajua, wanaambia washirika wao, hata kama there is a pandemic, keep on sending your money. Endelea kutuma pesa zenu hata kama kuna janga linaendelea. Naam, you can keep on sending your tithes and offering if you are getting something, but if you are not getting anything, you can't give that which you do not have. So it is inevitable that churches, Christians, God's own children must take care of God's other children, so that we be together, so that neither of us should get lost. Ili mmoja wetu asije akaondoka akatoka huku Bethlehem, ambapo ni mahali ambapo Mwenyezi ametupeleka na akatuambia kwamba ile nchi ambayo tutaenda tudarithi, ili tutakula asali, uki na vinono. Kwa hivyo hatutaona njaa. Ili tuweze kufurahia kwa yale maisha ambayo Mwenyezi Mungu ametuahidi, lazima tudumu na kubaki pamoja. Hata kama wakati mwingine tunaishiwa, hata kama wakati mwingine tunavyo ama hatunavyo, basi kila wakati tunamshukuru Mungu kwa sababu we belong together. It's my challenge this morning that you belong together. Ebu chukua simu yako siku ya leo. Take your phone. Pigia jamaa, ndugu, rafiki, pigia mtu mmoja wawili wa Kristo ambao hujawahi kuwajulia hali. Hebu wajulie kama COVID imewamaliza. Hebu wajulie hali kama mafua yamewamaliza. Hebu wajulie hali kama njaa, kama wao buheri wa afya, kama njaa imewamaliza. Ni vema tuwashughulikie ndugu zetu wa Kristo popote ambapo wanapatikana wakati kama huu. Mungu na akubariki utakavyofanya hivyo, na at least taking care of one individual Christian katika maisha yako itakuwa ni vema. Tutaendelea kutoka hapo na hadi hapo wakati mwingine. Ni Orino T nikisema rauka na Bwana kila wakati. Ukianza jambo, anza na Bwana, maana yeye astahili. Barikiwa.